Down, down with finance bill, down, down. Down, down with finance bill, down, down. Asanteni sana. Siku ya leo tuko hapa kwa sababu ya wananchi ya Kenya. Wananchi wamechoka. Saizi Rais Ruto ametoka Kenya akaenda Korea. Hajakaa tu, hata hajakaa kidogo hapa nchini. Juzi alikuwa Amerika. Huyu si rais wa Kenya, huyu ni tourist. Comrades power! Power. Comrades power! Wananchi wa Kenya wanateseka, wewe unachukua milioni 200 umetoka nayo Kenya unapeleka Amerika. Kisha unatudanganya ya kwamba Amerika wametupatia 1 trillion. Tunataka tuone marisiti, madocuments ambazo zilikuwa signed za 1 trillion. Na kama umepewa 1 trillion, ni kwa nini unataka kuongeza ushuru kwa wananchi wa Kenya? Hiyo 200 million ingepatia watu wangapi kazi hapa? Na mimi nasema ya kwamba hii maneno ya finance bill, sisi hatuta support hii maneno ya finance bill. Kuongeza finance bill ni kuua economy ya hii nchi. Kuongeza finance bill, kuongeza hizi taxes ni kuhakikisha ya kwamba wananchi wetu hawezi pata kazi. Hii maneno ya finance bill ni maneno ambayo ina promote mambo ya corruption. Pesa ikishasanywa, pesa inaibwa. Na hiyo pesa ikiibwa, inaibwa na serikali kuu pamoja na county governments zingine. Kwa hivyo sisi kama wajumbe, mambo ya finance bill lazima tuipige. Ninajua ya kwamba pesa itamwagwa. Hawa wajumbe ambao wananisikiza tunaongea kwenye media, muhakikishe ya kwamba msiadhibu wale ambao waliowachagua, muwarepresent. Jambo la pili ni mambo ya police brutality. Hapa nchini kazi ya polisi ni kukeep law and order. Polisi ni wako na shida kama Wakenya wengine. Polisi hawafai kuua Wakenya ovyo ovyo. Tulitoka maandamano, tulipata Wakenya wengi waliuliwa sana. Mliona masanduku, maiti zilikuwa zikipelekwa nyumbani. Si nzuri kama mtu anakuja hapa town kujitafutia na anarudi kwao kama maiti. Na mapolisi ambayo wanauaua watu, tunataka action ichukuliwe haraka. Juzi tumeona kijana mdogo anaitwa Ian ambaye alikuwa anajaribu tu nguvu ya polisi kwa sababu wanaenda Haiti, na hiyo kitu kidogo tu ilifanya polisi sasa. Hiyo jambo kidogo tu, kama kijana wa 19 years ni anashtua polisi hivyo. Jamani, ukienda Haiti si utakuwa maiti? Ukienda Haiti si utakuwa maiti? Kijana mdogo anawashtua, mnachukua polisi 21 mnawapeleka kotini. Kijana ambaye ako shuleni, huyo kijana alifaa afanye exams, saizi amemiss exams. Tunaambia magistrate that tomorrow Ian Njoroge must be released unconditionally. Watu wameuliwa sana wakati wa maandamano, hatukukuwa tunasema tunaona hao polisi wakiadhibiwa. Mimi mwenye nimesimama hapa ndiye nilikuwa napigania hao polisi waongezewe pesa. Kuna huyu mkubwa wao hapa, kuna mdomo kubwa tu na akili iko ndogo. Hakuna chochote chenye anafanya. Hao polisi wanateseka kila siku. Watoto wao wako shule. Ukiona manyumba wanaishi ni shida. Alafu wanaongezewa tu 1,000. Alafu mkubwa yao ni shida tu. So sisi hatutaishi hapa Kenya na uoga. Jambo nyingine ni forceful eviction. Hawa wa Kenya ni binadamu. Serikali imeweka bilioni 10 ya kupanda mti. Zile juzi ambazo zilipandwa, zile miti zilizopandwa, saizi mbuzi wamekula hizo miti zote. Saizi wanataka kuongeza miti ya bilioni 10. Jamani, hii ni ungwana? Kwani miti ni muhimu kushinda binadamu? Hizo miti, kama umejenga viwanda ya bilioni 10, si watu watapata kazi? Utawacha watu wajipandie miti yao. Sisi hatutaki uforce watu na kupanda mti. Uwezi panda mti, binadamu hakuli hiyo mti na kuna njaa. Si hiyo ni sawa? Hii forceful eviction.
Juzi tunaona tuliambiwa ati ya kwamba watu watapewa 10,000 kila familia. Saizi pesa bado haijaingia. Ama nyinyi mmepata pesa? Kwa hivyo serikali lazima iwe na utu. Ruto ulikuwa chief hustler, saizi tunajua we ni dynasty. Unaishi kule State House. Hawa wananchi wa Kenya, ile nyumba yao ambayo walikuwa nalipa rent 2,000, 3,000, 5,000, hiyo nyumba saizi umebomoa. Ile kazi ya wheelbarrow ambayo ulisema wheelbarrow itasaidia wa Kenya, saizi wheelbarrow inatumiwa kubeba kitanda ya Mkenya ambaye imebomolewa kupeleka nyumbani kwao. Saizi wheelbarrow ni kubeba mabati kupeleka nyumbani kwao. Kwa hivyo wa Kenya, hii mambo ya wheelbarrow, tukisikia siasa ya wheelbarrow, itabidi tuchome hizo wheelbarrow zote. Wheelbarrow ichomwe, wheelbarrow. Wheelbarrow ichomwe, wheelbarrow. Kwa hivyo tunataka hii serikali imove na speed, ihakikishe ya kwamba kila familia kama ni kidogo wapate 100,000 Kenya shillings. Hii maneno ya 10,000 Kenya shillings, hiyo ni mambo ambayo haiwezi saidia Mkenya yeyote. Kwa hivyo mimi nawahakikishia, tuko hapa na Mheshimiwa Samuel Atandi, kuna waheshimiwa wengine pia ambao wanawasupport. Mimi nawahakikishia kwa heshima yenu ndio imefanya sisi tutoke nje, tusione wenzetu walio hapa na hakuna mtu yeyote ambaye anawashughulikia. Hiyo ndio imefanya tushughulike. President wa bunge pia namuona hapa. Tutahakikisha hii petition ambayo mmenipatia iko hapa kwa mfuko, tuingie nayo hapa, tuipeleke kwa clerk sahihi, na hiyo petition iwe discussed kwa floor of the house. Finance bills zile inafanywa hapa ndani, mimi nataka Wakenya wakuje hapa. Nyinyi mtarudi hapa wakati wa finance bill. Maanake kuna wajambazi wengi sana hapa ndani ya bunge. Akiwa headed na mjambazi yao mmoja ambaye akaizi kaa chini kutoka hii nchi kwenda nchi nyingine. Akae rais huko, tumemdonate for free. Problem yetu ya Kenya sasa hii imetoka Kenya iko nje. Ibaki huko hii. Asanteni sana, Mungu awabariki. Nani serikali imetusaliti? Kwa nini serikali wametusaliti? Sikija mbele yako kanyaga kwa nguvu.